Gen Z, ningetaka tu kusema kitu moja. Najua kwamba kuna maandamano imepangwa siku ya kesho mnamo 25th June 2025. Ningetaka kusema hivi kwa wale ambao ni watoto wetu ambao watakuwa wameenda kwa yale maandamano, ya kwamba ni vizuri watu watahadhari. Nimesikia vile the communication from the security, the CS, na ningetaka tu kusema ya kwamba najua kuna watu watatokea kesho wakiwa na nia njema ya kudemonstrate, maana iko kwa katiba yetu, lakini kuna makundi bado, kuna kisiwa siku ya kesho inaweza ingia mahali pale kufuruga yale maandamano, itakuwa ya amani. That is one. And then Gen Z, kuna watu nimeona wakisema ya kwamba watajaribu kuingia State House. Wacha tu nikupee tahadhari ya kwamba kujaribu kuingia State House, maana State House is a protected area, inamaanisha kutakuwa na maafa. Kutakuwa na maafa watu wakijaribu kuingia State House. Na kwa hivyo ningeomba tu kusikue na umwagikaji wa damu. Kama kutakuwa na demonstration, protests, they are guaranteed in our constitution. Lakini please, ukisikia watu wakisema ati mnaenda State House, tafadhali rudi nyumbani. Najua kwamba Gen Z mko na hasira sana, na hasira yenu ni ya haki. Maana kama hii Kenya unakuta kwamba watu wamesoma, hakuna jobs. So najua kwamba watu wengi wako hopeless, maana wengi waliuza saba, wengine waliuza ng'ombe, mtu akapeleka university, lakini hakuna job. Ningetaka kuongea kwa serikali, kwa sababu najua kwamba kuna watu wako katika serikali wanasikia hii video. Niseme lazima tuangalie the issue of unemployment in this nation. Nilikuwa nasoma newspaper, I think last week. I was surprised kuona ya kwamba kuna 10,000 doctors hawaja kuwa employed. And when I talk about 10,000, sija include nurses, I'm only including clinical officers and also doctors. Just imagine 10,000. Kitu ingine ya kufuja moyo ni ya kwamba kuko na so many clinical officers and nurses wenye bado hawajatumwa internship, wenye walimaliza shule like 2024, mtu hajaituma internship. So that means ya kwamba huyo mtu kama ni kupractice private hawezi kupractice, hawezi yani pata hata job, maana hana license. Ningetaka kusema gafa, lazima muangalie vijana, because if you are not going to take care, the Gen Z is a time ticking bomb. It is a time ticking bomb. Naomba tu kuwe na amani na suluhisho ipatikane. Na ni ombi langu tu ya kwamba siku ya kesho hakutakuwa na umwagikaji wa damu. Na ninataka wenye unanisikiza, please don't dare. Kwa sababu hata katiba imesema State House is a protected area. Unaona vile watu walijaribu kuingia bunge, vile kulifanyika. So kama bunge watu walikufa hivyo, what about State House? Shalom.